Amen, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mwangalizi, tunatambua uwepo wako na tunajisikia vizuri kwamba umetukimbilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku yetu ya 3 ya mkutano wa Injili mahali hapa. Toka siku ya kwanza tumeona Yesu anahubiriwa kwa viwango vizuri kabisa. Injili iliyonyooka ambayo haiambatani na viambatanishi vyovyote vile. Ni injili halisi ya Yesu. Haleluya. Na jukumu langu hapa ni kumleta tu mhubiri. Sisi tumekuja kuhubiri. Sisi hautasikia tukisema kwa baadhi ya nafasi zetu zozote zile. Hutasikia tukisema vyovyote vile. Tunamsema Yesu peke yake anajitosheleza. Tumpigie Yesu makofi mengi wakati mtu wa Mungu huyu anakuja mahali hapa. Tumebakiwa na siku 2 pastor za kumsema Yesu mahali hapa. Endelea kuwa shuhuda kwa mwingine, mweleze na mwingine aje kwenye mkutano huu mzuri wa Injili. Pengine atapokea neema ya wokovu, pengine atafunguliwa. Mlete, mshawishi aje mahali hapa. Watu huwa tunaalikana kwenye mambo mengine, mualike kuja kwenye mkutano wa Injili mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijampa mchungaji, ni muhimu jua kwamba Pure Gospel Campaign tupo pia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa wale wenye simu janja, smartphone, mnaweza kutufuatilia ukiandika hilo jina kwenye Facebook, kwenye Instagram na hata YouTube, utatuona huko, na maudhui yote hapa pia yataenda huko ili watu wengine pia wapate injili hii ambayo imehubiriwa mahali hapa. Mungu awabariki sana. Karibu sana baba. Ongeza makofi kwa kiongozi wetu mzuri. Nasema ongeza makofi kwa kiongozi wetu mzuri. Mungu awabariki sana watu wa Kaliua. Niombe tafuta sehemu nzuri ukae. Lile turubai tuliweka hapo jana sijui limeenda wapi leo. Tafuta mahali pazuri ukae, watoto msisimame. Kaa. Kama una kitenge utakifua nyumbani, tandika tu hapo ukae. Injili ya Yesu ndio maisha yetu. Haleluya. Nasema haleluya. Wale vijana wanaojiweza wanaweza wakasimama na Mungu atawabariki pia. Hivi vingine vinapita, lakini neno la Bwana linadumu milele na milele. Tasoma maandiko kitabu cha Mathayo. Saidia kidogo kushika hapa, naona kama kuna upepo. Yes. Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 mpaka ule wa 28. Lakini mimi nitapunguza kidogo, nitaanzia na mstari wa 25 ili nisipoteze muda. Angalia ule mtoto anaruka kwenye mti pale, zuia. Jaribuni kuzuia watoto isitokee ajali nyingine yoyote. Na akigoma unapiga fimbo. Huyo haongozwi na roho, anaongozwa na kiboko. Haleluya. Tutulie, usiruhusu watu kutembea tembea. Ni muda wa kutulia. Tulia kabisa ili Mungu akaongee na wewe. Mstari wa 25 Mathayo sura ya 15. Maandiko yanasema naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndivyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona yule binti yake tangu saa ile. Inua mkono wako kidogo nikamshukuru Bwana ukiwa umekaa namna hiyo. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, ninakushukuru tena kwa jioni ya leo. Asante kwa maneno mazuri haya. Kaseme nasi kwenye masikio yetu ya rohoni, tukakuelewe zaidi ya vile ambavyo chapa amekuelewa. Katika jina la Yesu, neema hii Bwana isituache, ikashikamane nasi. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, na kuziweka familia za watoto wako walioko hapa mikononi mwako. Ninaamini Bwana kupitia maneno ya leo, familia zao zinaenda kurejeshwa. Hata kama kuna watoto wamepotea, kuna wanaume wamepotea, kuna wake zao wamepotea, kupitia maneno haya yanaenda kurejesha vyote vilivyopotea katika kibali cha jina lenye mamlaka na utukufu la Yesu Kristo. Watu wote tuitikie amen. Nimesoma maandiko mazuri sana ambayo yanawaonyesha wanadamu ambao walikuwa wastahili
kusogeleana na Yesu. Taifa ambalo lilikuwa halistahili kusogeleana na Yesu, wao walihesabiwa kama watu wa mataifa, walihesabiwa kama watu wasiostahili, walihesabiwa kama watu ambao hawana faida, walihesabiwa kama watu ambao ni takataka, ni watu ambao huwezi ukakaa nao. Unajua Wayahudi walikuwa very special, wao walikuwa katika viwango fulani hivi, alafu mataifa mengine yalikuwa ni mataifa yasiyostahili hata kusogelea kukaa karibu yao. Lakini Yesu alipokuja, hakuja tu kama kuja. Wengi wanajua Yesu alikuja ili wahukumu wenye dhambi, alafu wape haki wenye haki. Lakini ujio wa Yesu haukuja kwa mtindo huo. Yesu alikuja wale wasiostahili waonekane wanastahili. Haleluya! Asante mwanangu kwa makofi hayo. Yesu alikuja wale ambao walikuwa si chochote waonekane tena chochote. Hiyo ndio msingi wa kwanza wa ujio wa Yesu Kristo. Alikuja waliokuwa hawana maana, kwa Yesu waonekane tena wana maana. Walionekana hawana faida, kwa Yesu waonekane wana faida tena. Walionekana takataka, kwa Yesu waonekane. Watu wakaliwa, mnanielewa? Watu wakaliwa, mnanielewa? Walionekana si chochote, kwa Yesu waonekane wanafaa. Ile roho ya ubaguzi, hata leo watu wanabagua. Anasema huyo sio kabila yetu, huyo ni Msafwa, usimuoe. Sisi hatuoani na Wasafwa. Watu wanabagua, watu wanachagua, watu wana mapendekezo yao. Wanasema sisi Wasukuma hatuwezi oa Wanyakyusa, wanadharau. Sisi ni Wanyakyusa, hatuwezi oa Wahehe, wana kiburi. Lakini ujio wa Yesu alikuja kuwapa haki wasio na haki, kuwapa neema wasio na neema, kuwapa maisha wasio na maisha, kuwapa heshima wasio na heshima, kuwapa hatua wasio na hatua, kuwapa utu wasio na utu. Huenda uko hapa dada yangu, umezaa mtoto wa kwanza na Juma, wa pili umezaa na Rashidi, wa sita umezaa na Mbokile. Yani kila mtoto ana baba yake. Wakikuangalia mtaani wanakuona una faida. Ndio maana tumetoka mbali sana. Kwa wanadamu unaweza kukataliwa, lakini kwa Yesu kwa sio kukataliwa. Kwa Yesu chochote kinapokelewa. Kwa Yesu shangilia jina lenye pawa jina rai Yesu. Kwa Yesu chochote kinapokelewa. Ayayaya, wangapi wanasema chapa tunapokea hiyo neema ya kupokelewa kwa Yesu. Nilimsikia mhubiri mmoja anahubiri, anauliza watu, umetoa mimba ngapi? Anauliza wadada, mimba ngapi umetoa? Anauliza wadada, umetembea na wanaume wangapi? Hiyo sio injili hiyo. Hiyo ni injili ya kudhalilishana. Ya Yesu hatuulizi ulikotoka, tunachouliza unachotaka. Nimehubiri vizuri sana hapo. Shangilia jina la Yesu. Kwa Yesu hatuulizi ulikotoka, hatuna haja na ulikotoka. Hatuna haja uliolewa na nani alikuacha, hatuna haja ulifanya dhambi gani, hatuna haja. Hatuna haja uliwahi iba au kuiba, hiyo sio biashara yetu. Kwa Yesu tunauliza unataka nini? Ulitoa mimba, sawa, unataka nini? Uliacha na wanaume, sawa, unataka nini? Wangapi wanasema kwa Yesu iko neema inayotupusha, kwa Yesu iko neema inayoondoa ubaguzi. Pokea hiyo neema, ikakupe heshima, ikakupe maisha, ikakupe kibali, ikakupe ushindi, ikakupe afya, ikakupe kunyanyuka upya.
wewe ukanyanyuka upya kwa jina la Yesu. Paka mume aliyekutupa akakuona umenenepa dadangu, yani ukanenepe kama Wanyakyusa wananenepa hata wakina Mbaraga, yani hazina mafuta ila wamenenepa, wananenepa wakina maparachichi tu. Kwa jina la Yesu pokea hiyo neema ukanenepa kwa jina la Yesu, kwa sababu ipo neema ya Kristo wewe utaishi. Kwa sababu ipo neema ya Kristo una haki na wewe ya kukutana na Yesu. Kwa sababu ipo neema ya Yesu una haki ya kuingia kwenye madhabahu ya Yesu. Hata kama umewahi roga, I don't care. Hata kama ulichanja chale, I don't care. Hata kama umevaa irisi, mimi sio biashara yangu. Mimi biashara yangu ni kuhubiri neema iliyo na kibali cha kukuunganisha wewe na Jehova. Ni neema ya Bwana peke yake inatosha kukuunganisha na kibali cha Jehova. Shangilia jina lenye power, jina la Yesu. Mama kamwambia Yesu, hata mbwa wanakula makombo yanayoanguka mezani kwa bwana zao. Unajua mbwa ya tajiri haili jalalani mwanangu. Mbwa ya mwenye hera hauwezi kuikuta inakula viporo, inakula chakula kinachotoka kwenye meza ya mfalme. Walichobakiza wafalme ndicho wanachokula. Mama akashangaa, Yesu akashangaa. Mama amejishusha kiwango cha kujifananisha na mbwa, ya kwamba Yesu sistahili. Lakini kwako Yesu, hata wanaonekana kama mbwa wanaweza wakaishi. Ayayaya, wanaonekana takataka. Natamani nikae hapa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wanasema chapa wanaweza wakaishi kwa Yesu? Unaweza ishi hata kama mume wako anakutukana matusi yote, kwa Yesu unaweza ukaishi. Na kuhakikishia kwa Yesu unaweza wewe ukaishi ukanyanyuka upya. Nakumbuka siku moja tumepiga bangi, macho yamebadilika. Yani macho yameiva mwanangu, yani macho mekundu. Tumepiga bangi ya Sumbawanga imetukolea kisawa sawa. Tuko kwenye kijiwe tulichopiga bangi, akatoka jamaa mjini, akaja anakimbia, akatuambia maduka yanawaka moto mjini. Sio tu kwamba tuna maduka na sisi kwamba tunaenda kuokoa maduka. Hatuna duka hata moja mwanangu, hatuna duka hata moja. Tukazima vipisi vya sigara, tunakimbilia kwenye maduka. Tumefika kwenye maduka, Wachaga wanabeba mizigo yao wanapakia kwenye kosta. Sisi tunatoa kwenye kosta, tunakimbia nayo kichochoroni. Hatuna duka hata moja, tunabeba mizigo ya watu. Mama mmoja akatuona, mama wa Kichaga, akasema wezi wanaiba mizigo kwenye gari. Hebu angalia leo nilivyo mwanangu. Unaweza kaamini ujamali waitwa mwizi? Unaweza amini hiyo ya kwamba ujamaa waitwa mwizi? Kwa sababu kwa Yesu vilivyoachwa vinaweza tena vikakumbatiwa. Kwa Yesu vilivyotupwa. Wanyamwezi mnanielewa? Wangapi wanasema chapa tunakuelewa? Shangilia jina lenye power la Yesu. Tukiwa na mizigo. Haleluya. Mwanangu ameniambia baba hapo unanikumbusha nirudi. Haleluya. Tukiwa na mizigo tukaanza kukimbia na yale maboksi. Tunakimbia nayo wapi? Tunashuka nayo kwenye mapori. Ghafla mbele yetu kulikuwa na mahali kuna majani yamestawi namna hii. Yamestawi. Sisi tukajua ni njia. Kumbe kuna shimo hapo. Tuko watatu. Wenzangu hao
hao wawili wote wamekufa. Nimebaki chapa nyota. Nihubiri injili ya Yesu mwanangu. Na ndio maana kama nahubiri, sihubiri kama paroko anavyohubiri. Nahubiri kama msera nondo aliyekumbukwa na Yesu, aliyekamatwa. Ukiamini injili yangu, aliyekudharau atakuheshimu, aliyekutupa atakuokota tena, aliyekufusa. Ayayaya, nasikia kuhubiri hapa. Unanielewa msukuma wewe? Aliyekutupa atakutafuta upya, kwa sababu kwa Yesu tunanyanyuka upya. Kwa Yesu tunahesabu hela upya. Shangilia jina lenye power. Kumbe yale majani ni majani yamestawi, katikati kuna shimo. Tukashangaa tukiwa wazima, tukazama kwenye yale majani. Shua. Wale wanaotutafuta wakapita, hawaelewi tumekimbilia wapi. Hawaelewi tumekimbilia wapi. Nilikuwa nahubiri Arusha. Jamaa mmoja aliona tunahubiri namna hii, akasema wauni tu, akasema washamba tu, wanahubiri injili wa shamba. Sasa mimi niko kwenye nyumba ya pasta, nasikia jamaa anaongea sisi wa shamba. Nikatamani nitoke nje nimwambie mwanangu, wewe unatuita sisi wa shamba? Sisi wa shamba, sisi sio wa shamba mwanangu. Sisi ni manunda tuliokutana na nunda zaidi ya manunda, anaitwa Yesu. Yani mimi peke yangu, yani mkija watatu wanne msiojiweza mnalala mwanangu. Yani wote mnakaa hapo, yani navunja mwingine miguu navunja, yani nakupiga kareti mwanangu, unalala hapo. Lakini yuko mwanaume mmoja ninampenda kwa majina, ninampenda kwa sura. Anaitwa nani? Nisaidieni. Anaitwa Yesu. Na yeye peke yake akikushika umeshikika, akikukamata. Nataka tuhubiri wote hapo. Wangapi wanasema chapa? Tuhubiri wote hapa. Akikushika umeshikika. Wewe unaitikia kama mimi. Akikushika unashikika, akikukamata unakamatika, akikuinua unainuka, akikunyanyua unanyanyuka, akikutakasa unatakasika. Shangilia jina lenye power. Unanielewa wewe? Unanielewa kisawasawa? Tukaingia kwenye shimo. Zikapita kama dakika 5. Mimi kuna harufu naisikia. Kabla sijauliza, yule mkubwa wangu akauliza. Kipindi hicho nilikuwa naitwa Bobu, akalia Bobu, kama nasikia harufu. Nikamwambia na mimi nimesikia harufu, nilifikiria wewe umepumua. Lakini bwana muda mrefu harufu imekaa muda. 1 2 3. Kumbe tumeingia kwenye chemba ya mavi. Yani chemba ilikuwa imejaa mavi. Alafu wametengeneza lile la kufunika, hawajafunika, limekaa muda mrefu. Kwa hiyo majani yamestawi, ila kile kinyesi akija kuwa kilaini kiasi cha kutuzamisha sana. Yani kina uzito kwa tuko kama kwenye tope, lakini ni tope zito. Na zamani tulikuwa na baraba, unafunga kamba 6, unavaa raba, unavaa soksi 7. Yani raba ndope imenyanyuka namna hii. Ukiingia disco unacheza kichwa kama jogoo, huku raba imejaa. Nihubiri nisihubiri, nipasue nisipasue? Wangapi wanasema hubiri chapa? Shangilia china arenye pawa china. Sisi ni wasera mwanangu, tuliokumbukwa na Yesu. Sisi ni wasera tulioachishwa bangi na Yesu. Mimi ni Mr. Mbeya 2004. Yani Mr. Mbeya ni wale wanatunisha misuli. Sasa wewe piga hesabu nilikuwaje? Kama hapa unaniona bounce, mimi hapa nimepungua. Maana injili inakamua. Injili lazima ikukamue. Maana yake hapa nimepungua. Ina maana nilikuwaje kama nilikuwa namba 2? Maana yake nilikuwa bonge ya mtu mwanangu. Mimi nilikuwa nikikukaba hauiti mwizi. Mpaka mimi nimepotea ndio unapata nguvu za kupumua. Kujua umeibiwa au hujaibiwa.
Wangapi wamenielewa? Saizi mtu anaibiwa, alafu yule aliyeibiwa anapiga kelele, wameniibia pochi. Hujakabwa wewe, unaminywa. Yaani akiondoka aliyekuibia, unashindwa uelewe kunaenda huku au huku. Umepigwa ngeta ya kewira. Lakini libarikiwe jina la Bwana. Tuliokuwa takataka leo tumebadilishwa kwa sababu ipo neema. Tuliokosa dini leo tumebadilika, ambao hatukubatizwa tukiwa watoto. Ayayaya, wangapi wanaipokea neema ya Yesu aliye hai? Wangapi wanaipokea hiyo neema ya Yesu Kristo? Kama kuna wamama nisikie vigeregere kidogo, nisikie vigeregere kidogo. Haleluya, haleluya. Tukatoka kwenye lile shimo, tukatoka kwenye lile shimo. Tumeroa mafi, yani tumeroa mafi. Tukikanyaga anadondoka mafi. Hatuna shida na mafi. Madam tulichoiba tuko nacho, pamoja na mafi sisi tunaenda nayo. Tumebeba maboksi, huku mafi yanadondoka, tunanuka vibaya mno. Ni usiku haswa. Tuko na mafi yetu. Tunafika mbele, tunakutana na maskari. Wanatoka depo, wanaenda kulinda benki. Na wameambiwa kwamba mjini maduka yanawaka moto. Hebu piga hesabu mwanangu. Tumetoka kwenye kuvuta bangi, tumekimbia mpaka mjini. Tumeiba mizigo, tumekaa nayo kwenye mafi. Tumetoka kwenye mafi, tunaenda nayo nyumbani. Tunakutana na maaskari, wanatuambia tuwa mizigo hapo. Huwezi bisha. Unabishaje mwanangu? Jamaa anapekecha bunduki, unabishaje? Tunatua mizigo, tunabaki na mafi. Anasema geuka mlikotoka. Tunalenda wapi mwanangu? Sisi tumepata hiyo ndio mizigo yetu, tuna mafi. Ni heri twende kwa wasera tukawaambie tumeroa mafi. Mizigo tuliyobeba ndio hii hapa. Kuliko kwenda kwa wasera tuna mafi. Haieleweki tulitumbukizwa chooni. Haieleweki nini tumebeba. Ni heri mungetuachia hiyo mizigo. Yule askari akasema geuka, tembea. Tunarudi geto, tumeroa mafi. Angalia shetani anavyoaibisha. Ukituangalia leo utafikiria hatujawahi roa mafi. Utafikiria hatujawahi umwa kaswende. Utafikiria hatujawahi pigwa na soko. Utafikiria hatujalelewa na wakina mama wanaopika pombe za kienyeji. Lakini leo tumekutana na kitu kinaitwa neema ya Yesu, neema ya Kristo. Tunaposema neema, tunamaanisha upendeleo wa Yesu aliye hai. Maana yake tulipendwa, yani bila sababu. Sisi tukapendwa bila nimehubiri vizuri sana hapo. Shangilia jina lenye power la Yesu. Tunaposema neema, tunamaanisha tumependelewa. Tunaposema kupendelewa, tunamaanisha walikuwepo waliokuwa bora kuliko sisi, lakini Mungu akageuka akatuangalia sisi ambao hatukuwa na ubora kama walionao wengine. Wangapi jioni ya leo wanasema chapa? Tunapokea hiyo neema ya Yesu aliye hai. Utoke hapa na upendeleo. Kuna mambo yalikushinda, ukiingia upendeleo utayaweza. Kuna dharau iliingia, ukiingia upendeleo dharau inaondoka. Ayayaya, watu wakaliwa. Wangapi wanasema chapa? Tuko tayari jioni ya leo kuipokea hiyo neema inayoleta upendeleo. Utaolewa na damu hata kama hauna ipsi. Asiolewi ipsi, anaolewa mwanamke. Asiolewi shepu, anaolewa mwanamke. Kwa jina la Yesu, pokea hiyo neema. Utoke hapa umependelewa. Pokea hiyo haki. Utoke hapa umependelewa. Unaelewa maana ya kupendelewa? Yani ni kulipiwa gharama usitoweza kulipa. Hata kama mfupi na dangu, usihangaike kuvaa viatu virefu. Utaolewa na ufupi wako. Yuko anayependa ufupi, kwa sababu wewe umepata neema. Wewe umechaguliwa. Wewe umelipiwa. Ayayaya. Ndio maana watoto wetu hatuwavalishi irisi. Sisi tumelipiwa. Ndio maana haturogeki. Sisi tumelipiwa. Ndio maana hata kukunjia sura utataona kesho tunanenepa.
kesho tunatanua, maana tumelipiwa. Wangapi wanasema chapa tunahitaji kulipiwa? Ukalipiwe kwa jina la Yesu, kwenye neema ya Kristo ukalipiwe. Utoke hapa umelipiwa. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Wangapi wananielewa? Ukalipiwa. Usihangaike kutafuta ngaja kujichubua ili kumpendezesha mwanaume. Wanaume hawajawahi shiba. Utajichubua, utasikia anatembea na muuza chapati mweusi kama spika. Wanaume hawashibi. Utajichubua, utasikia anatembea na muuza maembe mweusi kama spika. Wewe umejichubua kama papaya, utatafuta shepu. Mmoja alisema atafute shepu, akanunua dawa ya kujichua, akajisugua. Huko alijisugua sana, huko alijisugua kidogo, huko ukavimba, huko akawa anatembea kama gari limekata center bolt, anatafuta hips. Pumbavu, acha ushamba, pokea neema ya Yesu aliye hai. Yeye peke yake atakulipia gharama usioweza kuilipa. Utatafuta unene, utasikia anatembea na kama mwanamke nikimama, utafikiria kamalizi hata sahani. Ayayaya, ukalipiwe na Yesu, ukalipiwe gharama zako zikalipiwe kwenye neema ya Yesu aliye hai. Tuliolipiwa neema ya Yesu, tuko sawa. Yani tuwe na hela tusiwe na hela, tuko sawa. Tule tusile, yani tuko sawa. Yani hatuogopi chochote. Tuwe na hela sisi sawa tu, tuwe hatuna sisi tuko sawa tu. Yani tunapendana tulivyo, yani tunaishi tulivyo, sio mpaka tunywe pombe. Tuko sawa. Ukaribiwe kwenye neema ya Yesu, ikakulipia gharama. Simama juu kidogo, nikuombe usimame juu. Funika macho yako, inamisha kichwa chako katika hali ya utulivu hiyo. Haleluya. Inamisha kichwa chako. Nilipoamua kumfuata Yesu, sikuangalia niko kwenye kundi gani. Nilifanya maamuzi ambayo, kama kuna kitu nilifanya kwa maamuzi yaliyo sahihi, kama kuna mtihani nilifaulu kwenye maisha, ni mtihani wa kumchagua Yesu. Nikiwa kijana sana, ninaweza kuruka sarakasi, na uwezo wa kupiga karate, na uwezo wa kucheza vyovyote, nikachagua Yesu. Moja kati ya mitihani niliyofaulu kwenye maisha, kuchagua Yesu. Kumenamisha kichwa chako pale pale ulipo. Nimehubiri kwa habari ya neema. Unasubiri, na mimi ninahitaji hiyo neema inayoweza kuvistahilisha vitu ambavyo havistahili vikastahili. Nyosha tu mkono wako pale ulipo, alafu mimi nitakuombea hapo. Barikiwa na Bwana, barikiwa na Bwana, barikiwa na Bwana. Mwingine weka kwenye kifua, mwingine weka kwenye kifua. Usiangalie mtu, usiangalie mtu. Wokovu ni wewe na Mungu. Achana na mtu uliyekuja naye. Huwezi kujua Yesu anarudi lini. Huwezi kujua parapanda italia saa ngapi. Maisha ya kuchagua Yesu ni ya kwako wewe binafsi. Na kama uliolewa naye hajachagua Yesu, chagua wewe. Kimenyosha mkono wako juu, sikiliza maombi haya. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wamenielewa. Nimehubiri kwa habari ya neema, nimehubiri kwa habari ya upendeleo, nimehubiri kwa habari ya kuchaguliwa. Nikashuhudia nilivyochaguliwa, nikashuhudia kwamba nilikuwa mwizi, ili waelewe ulikonitoa. Watoto wako wamenielewa, watoto wako wamepokea, watoto wako wameamini. Gusa mikono, inyomba, ishara ya unyenyekevu, ishara ya kusarenda,
ishara ya kushuka, ishara ya kusema tunakuhitaji wewe, ishara ya kusema wewe ndiye Mungu wetu, ishara ya kusema wewe ndiye baba yetu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wapokee watoto wako wanyosha mikono, na neema niliyohubiri hapa ikawa ni sehemu ya maisha yao. Nikuombe ulionyosha mkono, nipe hatua 3, njoo mbele hapa niweke mikono yangu juu yako. Ulionyosha mkono, fungua macho yako, sogea kidogo hapa nikuombe mara moja. Mikono yangu ina upako, mikono yangu imebarikiwa.